Haya, sasa tunaenda kuunganisha vipande vya nyuma vya mipasuo. Hivi ni vipande ambavyo tulikata kwa ajili ya kuunganisha, na hiki ni kipande cha nyuma ambacho kinahitaji tuunganishe mipasuo yetu. Tunaunga kama ifuatavyo, kama mnavyoona ninavyounganisha hapa. Hapa tuliweka emergency kama 1.5 inchi. Hapa ndo tutakapokunjia hapa 1.5 inchi. Tuna ikunjia Baada ya hapo tumeshaunganisha, lakini pia tutaunga na upande wa pili. Hapa kama hujaelewa unaweza kuuliza swali. Hili hapa ni simple sana hii kaunda suti. Bado wiki hili nitakuwa na mfululizo wa kukata kaunda suti muundo wa koti. Hii ni kaunda suti ya kawaida. Unavyoona hapa tayari tumeshaunganisha, maana kitaonekana hivi. Maana hii ni mipasuo yetu. Mpasuo wa pili uko hapa kama mnavyoiona. Baada ya kunyosha nitakuonyesha vizuri, viangalie ilivyokaa. Baada ya hapo tunaunganisha kile kipande cha mgongoni. Kipande cha mgongoni hiki hapa. Kwanza tunakiwekea alama katikati. Na hivi vipande pia tunakiwekea alama ya katikati ili kisije kikapishana. Okay, baada ya hapo tunaunganisha. Kama mnavyoona kilivyokaa hivi.
tunaanzia kushonea kwenye alama hii hapa. Baada ya kuunganisha hapa, tutaiunganisha na upande huu hapa. Hapo naona ilivyokaa. Naona hapa nitaunga kipande kingine kwa ajili ya kuongezea uzito huku. Baada ya kuunganisha, nitakuonyesha jinsi kilivyokaa. Fuatilie vizuri. Haya, sasa baada ya kuunganisha vipande vya nyuma hivi hapa vinavyoonekana kama mnavyoviona hivi hapa, sasa uwe makini. Hapa ndo tunaenda kukatia vipande vya nyuma na vya mbele ili tupate vipimo vyetu vya shati letu. Kama mnavyoona ilivyokaa. Hapa tayari nimeshaunganisha kile kipande cha nyuma cha mgongoni kwa ajili ya kuongeza uzito wa shati letu. Maana hapa tutachukua vipande vya mbele. Hiki kipande ni kipande cha kushonea vishikizo. Kama mnavyokiona hiki hapa. Kipande cha kutobolea vishikizo ni hiki hapa. Nacho tunakilazia hapa hapa. Hiki hapa kitafunika kidogo hapa. Hiki hapa kinafunika kama inchi 1.5, kinafunika kipande cha ndani. Kama mnavyoona hapa, kimefunika. Hapa naona tayari. Sasa hapa huku mbele kumebaki kama inchi 1.5. Hapa hiki kipande kinapoishia mbele, kipande cha nyuma kimezidi kama inchi 1.3. Sasa hii inchi 1.3 ndio tunaikunjia kwenye kitambaa hiki cha mbele kilipoishia hivi. Baada ya hapo tunapiga
nafasi. Na upande huu wa pili tunakunja hivyo hivyo. Kama mnavyoona hapa tumekunja. Hapa pia lazima tukunje. Shati letu tunaelekea mwisho. Hapa tumebaki. Baada ya kukata hapa tunaenda kuliunganisha vipande vya nyuma na vya mbele. Haya, sasa naomba unifuatilie. Hii kwapa tunaichonga kwapa letu hapa, ili tupate kwa mzunguko wa kwapa vizuri. Tunaingia kama inchi moja au robo tatu. Hii robo tatu inapita hivi hapa. Kwa hiyo tunachokifanya, tunakata hapa. Hapa tumesha kata. Hivyo hivyo kwa paletu la pili tutaingia robo tatu, nalo robo tatu au inchi moja na nusu, ila hapa tunaweka robo tatu. Tusichimbe sana kwa paletu. Robo tatu hii hapa. Baada ya hapo tunakata hivi. Haya, sasa tukachonge shingo yetu. Shingo yetu, hiki kipande cha mbele tutalinganisha kwenye kipande cha mbele kilipo ishia. Hapo nakata hapo, na upande huu hivyo hivyo nakata hivyo. Alafu zeni usichimbe huku ukachimba sana ukashuka hivi kama shingo ya duara. Hapana, hii sio shingo ya duara, tunaweka kola. Kwa hiyo hatuchimbi, tutapita huku juu. Hatuchimbi, tunanyosha hapa juu. Nguo yetu itakaa hivyo kama mnavyoiona. Baada ya hapo kama mnavyoona kitambaa kimepitiliza. Cha chini ni kikubwa, cha juu kama mnavyoona kimepitiliza kama robo tatu. Kwa hiyo hii robo tatu tunaitoa. Baada ya kuitoa, hapo unalazia hivi ili kwamba na huku tunyoshe kitambaa chetu kama mnavyoona hapa. Tumeshamaliza. Nguo yetu imeisha.
Tumeshamaliza kukatia, na maana hapa tutaenda kuunganisha nguo yetu. Tutaunga kama ifuatavyo. Hiki kipande kitakaa hapa, tunakiungia hapa, tunakiunga hapa.